Bwana Yesu asifiwe. Hebu leo tuangalie historia kwamba ya kile kitabu cha Yoshua ile sura ya 6. Pale kunazungumziwa habari ya ukuta mmoja ulikuwa unaitwa Yeriko. Hiyo nchi ambayo ilikuwa ni katika nchi ya Ai. Katika nchi ya Ai, alafu kulikuwa kunazungumziwa kuna ukuta kwenye hiyo nchi. Kuna ukuta ambao umejengwa na ulikuwa ni ngome imara kabisa, ngome sio ya kawaida katika nyakati zile. Na huo ukuta ulijengwa na hao wafalme ambaye alikuwa ni mfalme wa Ai wa huko Yeriko sasa. Na alipojenga mji huo, Biblia kwa mujibu wa Biblia inasema ya kwamba kulikuwa hakuna mtu anaweza kuingia wala kutoka Yeriko. Maanake mambo mengine yote yalikuwa ndani ya ule mji. Sasa wakati Yoshua waenda wakaimiliki nchi ya Kanani. Kumbuka kuna mataifa ambayo yalikuwa yanawazuia wana wa Israeli wasiingie katika nchi ya Kanani. Na Mungu akawa amewaamuru wana wa Israeli kwamba mtakapoenda, wale watakao hapa ruhusa piteni kwa amani, lakini wale watakao katalia pigeni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndivyo walivyokuwa wakipita. Basi walipofika hapa ili kwenye hiyo nchi ya Ai, hii wakakuta na ukuta wa Yeriko. Watu ule mji walikuwa wamejenga, wameendelea katika nyakati hizo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maajabu ya kwamba kama nyakati hizi tunaona ukuta ukiwa umejengwa, watu watachukua maeskaveta waende wakavunje, watatumia vitu mbalimbali kama mabomu kuvunja. Lakini kazi ya Mungu ni ajabu sana katika nyakati zile. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Yoshua, mtauzunguka huo ukuta wa Yeriko, maana si hawezi kuingia kwa fesi wale watu wako kule ndani, wao wamejizingira na ule ukuta. Mungu akamwambia Yoshua, mtauzunguka mji wa Yeriko siku 6 mara 7. Kwa hiyo kila siku wao walikuwa wakipita na tarumbeta wakizunguka ule mji wakiimba. Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho wa siku ya 7 ile ukuta unafanyaje? Siku ya 6 ukuta unavunjika. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza. Yoshua sura ya 6 pale. Kianza mstari wa kwanza, Biblia inasema basi Yeriko ilikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Ninyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkizunguka mji huu mara moja. Fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Nao makuhani wataupiga tarumbeta zao. Waliambiwa wazunguke kila siku moja ndani ya siku 7, lakini wazunguke mara moja. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona? Sasa watu waliokuwa wamejifungia kule Yeriko, inabidi watu walikuwa wanashangaa. Hao watu wanajiamini sana kwamba hawawezi kuvunja hii ngome, maana ni ukuta ambao umejengwa, wafalme wameshindwa. Lakini historia ya wao wafalme wa Ai na wafalme wa Yeriko unakuja kuvunjwa na wana wa Israeli kwa sababu wana Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu msicheze na Mungu. Mungu anayo maajabu yake ambayo hayafikiriki kibinadamu, hayaelezeki kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hao watu wakafanya kama vile Mungu alivyowaambia. Wakazunguka siku ya kwanza na tarumbeta zao wakiimba. Sasa hao watu wakawa wanashangaa, hawawezi kuangusha ukuta Bwana. Kwa wimbo hawawezi kuangusha, na kelele hawawezi kuangusha. Biblia inasema siku ya 6, wakazunguka mara 7. Bwana Yesu apewe sifa. Kisha ukuta wa Yeriko ukaanguka wenyewe bila kupigwa nyundo, bila kuangushwa na skaveta, bila kupigwa baruti. Ukuta ukaanguka na wakaingia, wakavamia, wakawapiga watu wa Yeriko na wakauteka mji. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unaona maajabu. Mungu ni waajabu, watu wa Mungu. Kuna mambo ambayo unaweza kuona kwenye maisha yako hayaelezeki, hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Yaani kwa miujiza. Ndio maana unaona watu wanaosali makanisa ya kinabii unaweza kuona kama wewe. Unaona watu ambao mambo ya Mungu hayaelezeki, yanakuwa kama watu wanachanganyikiwa. Yaani mtu tu kwa kupiga kelele unashangaa kitu kinatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujaribu kutafakari neno la Mungu kwamba Mungu kuna sehemu kwenye maisha yetu anaweza. Tusiangalie maneno ya watu. Maana ukisoma miujiza ambayo Mungu ametenda ni mingi siweza kuelezeka. Kwa mfano, ukisoma Agano la Kale pale Yakobo alipoenda kwa Labani. Hivi nani alimpa maarifa Yakobo na kumwambia kwamba ili mbuzi wako waweze kuzaa na kuongezeka na kondoo wako, chukua kijiti cha isopo, weka kwenye maji. Kila utakapoona tu anapandwa, chukua weka. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kisha watazaliwa wanyama wenye marakaraka. Ufunuo tu amepata na akawa anafanya hivyo. Kwa hiyo mambo ya Mungu yakiendana kiunabii unaweza ukashangaa.
ukajiuliza hawa watu wamechanganyikiwa, lakini kumbe ni kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana.